ili sisi tuweze kupona. Na tukawa tunaendelea kutafakari juu ya maneno 7 ambayo amezungumza Yesu akiwa msalabani, na neno la mwisho alilolimalizia akasema kwamba imekwisha. Na neno hili linatupa matumaini na likatusukuma tuweze kufika mahala hapa kwamba wapendwa, Yesu mbeba mizigo yetu, mbeba magonjwa yetu, mbeba changamoto zetu, kwa neno lake anatuahidi kwamba imekwisha. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama tutaziona kwamba changamoto bado zipo, ni changamoto ambazo tayari Kristo amekwisha kuzibeba. Ni changamoto ambazo Kristo tayari ameshazigharamia. Na ndio maana anasema aliyabeba madhaifu yetu, aliyabeba magonjwa yetu. Kilicho kikubwa kwetu ni kupokea kwa imani kwamba Mungu hataniacha. Bwana Yesu apewe sifa. Na sisi ndio imani yetu kwamba hapa hospitalini tunapita, na tunamwomba Mungu kwamba kupitia mikono ya matabibu wetu, kupitia dawa ambazo tunazitumia, Mungu awainue tena watoto wetu, awaponye, awarejeshe afya. Na kikubwa ambacho huwa ninakiamini, anasema yeye ni mfinyanzi, na kama ni mfinyanzi, maanake kwamba anaenda kutengeneza pale palipoharibika, mahala pale palipopata shida, mahala pale ambapo afya zetu zimedhoofika. Yeye ni mfinyanzi, anaenda kuziponya, anaenda kuturejeshea tena uzima wetu. Kwa hiyo kuwapendwa, tuwe na imani kwamba Mungu wetu kwamba anaenda kuwaponya watoto wetu, anaenda kurejesha afya za watoto wetu. Mungu ni pendo na yeye hajawahi badilika. Yeye ni Mungu ni pendo kwa kila mmoja. Wakati fulani sisi wanadamu ndio tunaweza tukalinganisha, tukasema mwenyewe huyu, lakini Mungu anampenda kila mmoja kwa sababu sisi sote tu kazi ya mikono yake. Kwa hiyo kikubwa sana, watu wa Mungu, tumeona tushirikiane pamoja nanyi kuwatia moyo kwamba Mungu yupo, kuwatia moyo kwamba hizi ni changamoto zinapita tu, lakini Mungu yupo. Siku zote huwa ninasema kwamba wapendwa, kuna vitu ambavyo ni vya nyakati, lakini Mungu wetu ni wa milele na ahadi zake ni kweli, tena ni amina. Aliposema imekwisha, na ni kweli imefanya imekwisha. Ahadi zake aliposema nitawaponya, nitawashika kwa mkono wangu wa kuume, ni kweli ahadi zake ndivyo zilivyo. Wapendwa, tupokee kwa imani. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba tuombe. Naitwa Mama Majani. Katika kwaya hii mimi nipo kwa niaba ya mwenyekiti wa Uinjilisti. Mimi ni mshauri wa kwaya, lakini leo nimesimama kama kwa niaba ya mwenyekiti wa Uinjilisti. Ni kawaida yetu kama kwaya ya usharika wa Mlandege, ni kawaida yetu kila mwezi wa 4 siku ya Ijumaa Kuu huwa tunatembelea wahitaji, kwa sababu neno la Mungu limesema hivi, tuwakumbuke wenzetu wenye shida mbalimbali. Mwezi huu ulikuwa ni mwezi wa mfungo. Neno la Mungu linasema hivi, unapofunga ukumbuke kwa tembelea na wenye shida mbalimbali. Kwa tunapokamilisha mfungo wetu, ndipo hapo sasa tunapotembelea wenye shida mbalimbali. Tumeenda Huruma Center, pia tulipeleka mahitaji. Tumeenda kituo cha Tosa cha watoto yatima, tulipeleka mahitaji. Tumeenda magereza, tukapeleka mahitaji kwa ajili ya wafungwa na sehemu zingine mbalimbali kwa wahitaji mbalimbali mitaani. Pia tumekuwa tukienda tukitoa huduma kwa wahitaji mbalimbali mitaani. Kwa hiyo leo imekuwa zamu ya kuwaletea watoto hapa hospitali, na tukaona wodi la watoto ndio lina watu wengi. Tumechagua tulete kwenye wodi la watoto ambao lina watoto wengi, na Mungu akitujalia tena mwaka mwingine tena tutaangalia twende wapi. Tunashukuru, karibuni sana hata nyinyi waandishi wa habari, tushirikiane. Anaimba kwanza. Naona kama anaimba.